Unajua mpaka sasa hivi unajua mimi sielewi. Kwa sababu zekani mtu siko tunaongea naye vizuri. Na mpaka ile siku ambayo tunakwenda kumtoa kwenye kile kijumba kule, alikuwa anaongea tu fresh. Tumuone mpaka nyumbani. Inawezekana vipi mpaka sasa hivi hata unamwambia mtu kafa vipi yani? Mimi nilijua tu haya. Huyu kuna vidonge kamezeshwa. Na utakapolala tu uamki tena. Kwa hiyo hichi ni kimavi walichotuletea. Sio ameanzisha ubaya. Sio anataka vita na mimi. Mimi nitalimaliza. Haiwezekani wamuue ndugu yangu, mimi nipo. Hata kama bwana wewe mwenyewe kazingua. Kwa sababu wezekani mtu kama yeye, yani yeye kama kalishwa vidonge, basi angesema wewe wanangu mimi nilishwa kimavi, tujue kama sisi tunamsaidia vipi. Hivi ujue kama sisi mpaka sasa hivi tuko matatizo makubwa sana. Unafikiri tukienda nyumbani kwa mamake sisi tunakumwambia nini sisi kule? Hakuna haja ya kupiga kelele wala kulaumu sana. Ila kinachotakiwa kwa sasa ni kumtafuta Meka na wenzake. Oya, mimi nakwambia. Oya, huu mwamba mimi simwachi. Sikaanzisha ligi, sikaanzisha vita. Hii vita mimi nitaimaliza. Haiwezekani wamuue ndugu yangu, mimi nipo. Wanajua ni uchungu gani mimi naupata? Afu nao unasema eti kwamba amezingua, kazingua nini? Kwa hiyo nitaka kuambia nini? Oya, sikiliza mzee. Twende kwa mamake tukamweleze. Hatuna jinsi. Asa unafikiri sisi tutakumwambia nini mama yake kule? Yaani kila siku tumemwambia bwana yeye mwanae bibi bwana amefariki. Kila siku rahisi tu. Hata wewe. Chini nyamaza. Unaongea nini? Sema kana bwana napenda sana kuacha mambo bwana. Unajua kila siku rahisi tu kama tunakuaua. Unaoa vipi sasa wale watu wakati umekamwenye kafanya hii na mpaka leo bwana survive. Ina maana mapolisi hawaoni. Au unachukulia baridi tu. Unachukulia kitu kwa ndugu mamake, tunaenda kumwambia kwa mama, mwanao atakuelewa wewe. Aya leo mtu kadhima huyo hapo nafikiri sisi katotoka mazingira gani? Yaani hapo mwanangu mimi na wewe lazima tuende jela kwa sababu jamaa kafia kwetu. Leo ndio tumchukue huyu. Hivi maana mwenyewe hata sijaona kwa jela kwa sababu ya upumbavu tu ujika. Mimi nikajua msike kuja huko wewe. Nomena kayote. Ani sisi mwanangu ndio nakuozea jera mama yangu. Hivi ndio nakuozea jera. Jamaa mtoto wa kiume unalialia nini? Karibuni wanangu. Asante. Unamaanisha mwanangu umefanya tukio tena? Na kama umefanya tukio mwanangu, unaweza ukanieleza nijue jinsi ya kufanya? Najua mama. Hii ni dunia. Sisi binadamu tunapita. Ila unajua mama, binadamu ndo anafanya binadamu wenzao waonekane wabaya. Mama, sina sababu ya kuendelea kuzunguka sana. Wewe ni mtu mzima. Ila Aibi hatupo naye tena duniani. Aibi mwanangu. Aibi mwanangu. Aibi mwanangu. Mwanangu. Yaani amefanyaje Aibi? Ndio mama. Aibi amefariki. Na alikuwa na upo mwanangu.
Alikuwa anaumwa. Mwanangu alikuwa anaumwa. Hapana bwana. Wala alikuwa haumwi. Ila wala walihusika na mauaji ya mkweo ndo walihusika na kwa JB. Mama, relax. Hii ni vita ya wanaume mama. Mama, mimi na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu mama, nitalipita kisasi juu ya wote waliohusika na mauaji ya rafiki yangu. Mama, mimi naumia mama. Naumia mama, moyo wangu unaniuma. Mama, wewe pumzika mama. Mimi nikitoka hapa mama nakwenda kuwatafuta wote na nikiwakamata mama wote naua wote. Siachi hata mmoja kwa sababu najua kila mmoja wao anahusika na hii. Mama, najua kama inauma sana, lakini tambua kuwa kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Mwisho wake umefika. Ni mtu ambaye tumemzoea sana. Hatimaye leo no! Big Popa, unajua kuna kitu ambacho mimi kinachanganya sana akili yangu. Kipindi tunatoka pale kwa mama, nimesikia kuna kauli moja ambayo umezungumza. Umesema kwamba aliyemuua AB ndio mtu ambaye amemuua mpenzi wake na AB. Sijaelewa vizuri kwa sababu hiyo taarifa kwangu ni mpya, alafu mimi ninavyojua ni tofauti kabisa na hicho ambacho nilichokisikia. Hii imekaaje? Ya, ni kweli. Lakini kipindi wale mabinti wawili kuuawa, kutokana na muonekano wangu na skendo zangu za hapa mtaani, ndo zilinipelekea mimi kwenda jela. Hivyo kwa sababu nilikosa wakili mzuri, basi nilikosa mtu wa kuisimamia kesi yangu. Ndipo nilipopigwa nyundo na kwenda ndani. Lakini baada ya kutoroka jela, nilipitiliza moja kwa moja kwa mama yake AB. Mama alinihadisia mambo mengi sana. Inasemekana AB alikuwa anatembea na mwanamke wa yule mshikaji. Meka. Ya. Baada ya kutembea naye, basi Meka baada ya kujua ikabidi aanze kufuatilia. Kamfuatilia yule binti, kafuatilia skendo zake, mpaka akajua anapoishi. Kwa mshikaji akatengeneza mikakati ya kumvamia, akaenda. Lakini baada ya kufika ndani, alikuwa na kitambaa chenye dawa. Akamziba mdomo. Asa binti baada ya kudondoka, kishindo pu. Mama yake AB ndipo alipotoka na kumkuta Meka. Akarudi chumbani, akatoka na bastola. Basi wale jamaa wote wakafanyaje? Wakatoweka.
Lakini yule mshikaji anatumia ubavu wake vibaya sana. Anabaka wanawake mtaani. Tena anatumia ubavu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Yaani kitu vyote anavyotaka kufanya yeye anafanya. Kwa hiyo baada ya hapo binti alipodondoka chini, mama yake Ibia kabaki anashangaa. Mama! Latifa! 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 Mama! Latifa! 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 Na hivyo ndio ilipokuwa. Ama kweli ule mshikaji ni zaidi ya mnyama. Tena ni mtu ambaye hafai hata kidogo. Na kama ndivyo ambavyo ilivyokuwa, kuna haja kubwa sana kulipiza kisasi. Tukio lolote litakalofanyika hapa mtaani, lazima tunitaonekana ni mimi. Kwa sababu hata nilipokuwa jela, matukio yalikuwa yanaendelea. Ile sadikika mimi watu wangu ndo nawatuma waendelee kufanya ubaya. Lakini mimi najiuliza kitu kimoja. Kwa matukio ambayo anafanya ule mshikaji, hivi serikali haioni kweli? Mimi nina machungu. Yaani kivyovyote mimi siwezi kumwacha kwa sababu kaniulia rafiki yangu. Na yeye ndo kanifanya mimi nimeenda jela. Leo kwa hiyo yani mimi swala la kumwacha kivyovyote, hata asingemuua mimi ningedili naye. Sikofichi naogopa sana. Kwa sababu mimi unajua ni mtu wa karibu sana na Idi. Naogopa kwamba siku akija kunifuma mimi au akaja kunikamata mimi wafini, mtabaki salama kweli? Sasa kabla haja kufanya wewe, utaanza kumfanyia mimi. Kwa sababu yeye mpaka akujue mimi nilishamjua, niko kwenye mawindo. Sawa, mimi nimekuelewa. Yaani kiukweli tumeshamchoka huyo mtu. Yaani tumemchoka wote. Na hisi ni kijiji kizima kimemchoka. Yaani huyu mkaka ana matukio ambayo keshaifanya hii serikali kama ni ya babake au kaimiliki mkononi. Ukaka anaua, ukaka anabaka, ukaka anakaba. Yaani ni mtu ambaye akikukuta njiani chochote anachoweza kukifanya yeye anakifanya. Kwa kweli nimeleta ile jambo kwenu tusaidie. Tumeshafikia hatua ya mwisho kabisa, tumechoka. Na huku tunakuelekea sio kuzuri kabisa. Usijali, kwa kuwa taarifa umefikisha jeshi la polisi, ondoa shaka. Na sisi kazi yetu ni kuhakikisha wananchi na mali zao inakaa sehemu salama na kuishi vizuri. Una picha yake? Picha yake ninayo. Maana mimi ninajua siri nyingi sana zake kwa sababu mimi ni mpenzi wake na nimeshuhudia matukio yake. Angalia vizuri.
unapafahamu anapoishi? Nikitokeza tu kwenye hii barabara nyumbani kwake, yani nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nikifika tu nyumba ya tatu mtu hapo. Basi sawa, mimi ningependa ungetupeleka, ingekuwa vizuri zaidi. Hapana, kiukweli kuwapeleka naomba tu nisamee, hiyo ni kwa ajili ya usalama wa maisha yangu. Sababu mtu mwenyewe namfahamu. Afande, mimi nadhani akijaribika kitu. Ikiwa alishatuelekeza na sehemu anapopatikana mhalifu, tunaweza tukaanza tu. Kwanza nikutoe hofu. Nikupongeze kwanza kwa hizo taarifa, kwa kusaidia jeshi la polisi, na nikuhakikishie tu tutalifanyia kazi. Unaweza ukaenda. Nimepoteza vijana wengi sana katika kundi langu, na vijana hao ambao wananiumiza kichwa, inaniuma roho, ni vijana wawili tu, ambaye Kitojo na Innocent. Vifo vyao vimekuwa vya utata, na sijui jamii itanionaje, itanichukuliaje endapo nikikalia kimya hili swala. Yaani mpaka sasa najiona fala, ubabe wangu wote, ukonta wangu wote mtaani, jamii itanichukuliaje? Alafu hali ya kwamba nafahamu wanaofanya haya mauaji. Kwanza mimi naomba nikupe pole. Nakupa pole sana. Maana unajua vijana wawili ambao wamepoteza ni vijana haswa. Yaani ni watu kweli. Hata mimi kuna nyakati nitamani niwe nao kwenye harakati zangu, lakini sikubahatika kuwapata watu kama hao. Lakini kwa nini umenitafuta wakati huu? Lengo la kukutafuta na kukuhitaji hapa, nahitaji kufanya kazi na wewe kwa hali na mali, iwe mchana iwe usiku. Lakini unaelewa mimi ni muda mrefu nimeshasimama na hayo mambo. Naelewa pia, mpaka nimekuita hapa sijakuita kwamba ukanifanyie kazi yangu bure. Kuna kiasi nitakupatia. Kama hiyo sawa. Mambo ya pesa nitafanya. Nitafanya kwa sababu nahitaji sana pesa. Hiyo pesa nitaipata baada ya kufanya kazi ama kabla ya kufanya kazi? Vyovyote utavyotaka, lakini naona vizuri zaidi tungefanya kazi, nione utendaji wako wa kazi. Pesa sio tatizo kwangu, nadhani unanielewa vizuri. Lakini jitazamo ulikuwa mzembe. Ulikuwa mzembe, umenyong'onyea kiasi hicho. Unajua kuna nyakati nilikwambia mimi ni jiwe, ukiliangukia utaumia, nikikuangukia utaumia. Ndicho kilichotokea sasa hivi. Unanihitaji mimi sasa kwa majukumu yako. Okay, ila cha kuongezea, jioni kesho nahitaji tukafanye kazi. Mzigo wako wote upo kesho. I say, yani umekuwa mzembe kiasi hicho. Sijali, tutafanya kazi pamoja. Na kila kitu kitakuwa sawa.
Tulia! Wote mikono juu! Hakuna kufanya wote, pata sheria. Mikono juu! Hatakiwi mtu kusogea kwenda sehemu yoyote. Pande wanakimbia!